Sasa ili upone itabidi utoe sadaka. Utoe sadaka ya ukombozi. Nikatoa sadaka ya ukombozi kama 200,000. Ukatoa 200,000, akapona. Hakupona. Tena nabii huyo yuko Kiela Itunge kule ndo tukawa tumeenda. Ndio. Tulipoenda kule yule nabii akaanza kuniombea. Alipoanza kuniombea maana tumbo lilikuwa linajaa gesi. Akaniombea nikapokea uponyaji kule, nilipona, tumbo likaa limeacha. Nikaendelea kumtumikia Mungu pale ndani ya miaka 6. Basi baada ya hapo ndo mwanangu akaanza kuumwa. Mwanangu wa binti wa kwanza akaanza kuumwa. Wakaanza kusema binti yako ni mchawi. Sasa wakati ni mchawi na anaye kuroga wewe unaumwa. Sasa ili upone itabidi utoe sadaka. Utoe sadaka ya ukombozi. Nikatoa sadaka ya ukombozi kama 200,000. Ukatoa 200,000, akapona. Hakupona. Tena sasa ukaa kama mchezo. Nilikuwa nikiwa labda naye nyumbani anakuwa kama anaendelea vizuri. Baadaye tukaenda naye kanisa. Sasa mtoto wako amerudi tena kwenye uchawi. Amerudi tena. Unatoa ngapi tena? Utoe tena sadaka ya kuteketeza. Nikatoa sadaka ya kuteketeza 300,000. Nikauza na tofali ambazo nilikuwa nimemwaga kwenye mji wako. Ulikuwa umenunua kiwanja, umemwaga tofali. Ukaziuza. Nikaziuza. Ukatoa. Baadaye baada ya mtoto wako akupokea uponyaji. Walipoona sasa mimi nilianza kama kubadilika kwamba hapa sasa mbona kama sielewi. Hapo tumbo lilikuwa limeacha, limerudi tena. Hapo tumbo limeacha na maana sasa nipo kwenye mchezo wa mtoto sasa. Nacheza na mtoto. Baadaye mimi nikaa sasa nipo na mume wangu tukaa tumekaa sasa tumejadili kwamba kule inaonekana basi uponyaji haupo. Mbona kama anatuchezea mchezo fulani hivi. Basi walipogundua kama anashtuka sio wakanifanyaje? Nikaa kama sijielewi tena. Yaani sijielewi ndio maana mimi nafanya fujo kwenye ndoa yangu. Yaani mume wangu akiongea kitu chochote nilikuwa siwezi kumsikiliza. Nikasema mbinguni hakuna ndoa. Mbinguni unaenda mtu. Unaona wanawake wengi Mimi nikwambie, wewe umeokoka hapo nasema mimi wacha kwenye maisha. Uwezi. Yaani wewe Mungu alikupa mlezi mtunze. Alikupa yukoje. Wewe omba Mungu neema itokee haja hapa. Sio sema hapa. Mimi nikwambie sio nije kwako unyenyekee lakini mume wako mnyenyekee. Kule wewe heshima nyumbani na nyumbani mwa Mungu sawa Lakini sio mume wako na mdharau. Wale kuachisha kwa mume wako kwamba acha ndoa nani? Ni nabii. Umeona Ndio maana manabii wengi wa uongo wameachisha ndoa za nani? Wengi. Lakini sio wa kweli. Wale manabii wa uongo wale, majeuri wale. Haleluya. Mbinguni hakuna ndoa. Unaweza kukaa peke yako tu na kutengeneza maisha kwa sababu mwanaume anapenda sana madawa, anaweza kukuua. Nikaanza kufanya vituko kwa mume wangu, nikanamfanyia vituko. Baadaye kumbe mimi huko ananiambia kwamba nisiendelee kuishi na yule mwanaume. Huko akikutana na mume wangu pia anamwambia huyo mwanamke hafai. Haiwezekani ukaendelea kuishi naye, mbona anakudharau sana. Unaona Kule anasema mwache, akakutana na mume anasemaje? Mwanamke huyu anadharau sana. Wewe mwanamke, hebu uone mwanamke aliye na ndoa kama hana Mungu. Kwanza anaanza kiburi, anajiona yeye ndio yeye, anajiona anaweza kujitegemea. Lakini ngoja tu kwa muda mchache tu wafanyeje? Waachane kidogo tu, hata mwezi mmoja. Niambie, maisha yanakueje? Mliowahi kujaribu inakweje? Yaani hata kama hana kitu nikwambie huyo mbembelezi ni wa kwako. Kwa baba na wengine hapo wahuni. Unakuta lihuni limbaba haliriziki. Nikwambie unajitesa, tunatafanya mali zako. Wamekudhulumu mpaka kwenye mabaa. Mpaka wamekuvua na nguo. Wameweka kwenye mabankuli. Ukakaa mpaka siku 2 pale. Dawa zimeisha. Haleluya. Asante mwanangu. Mungu akubariki sana. Kwa mwisho ikaweje? Mwisho walivyoona sasa wameshaharibu kila kitu na mimi nikakubali.
nikaachika kwa mume wangu, nikaanza kuishi peke yangu. Maisha yakaanza kuwa magumu, nikaanza kutaabika, wakaanza kunihudumia kwa sababu sasa nikaa sina uwezo na hela, ndio hivyo wamenifilisi zote. Wakaanza kuniinulia vikwazo sasa. Wakaanza kunitafutia sababu. Haya. Baadaye wakaanza kusema, wakaanza kuinua visa. Mimi nikaamua kuhama lile kanisa. Nilipohama lile kanisa, wakaanza tena kutukana matusi. Amehama, si alipona, atarudi tu hapa. Wakaanza kunirushia mashambulizi sasa. Ndipo nilipokutana na mtumishi wa Mungu Stella Mwambije, wakati naumwa tena mara ya pili. Sasa hapo ameshanirudishia magonjwa. Nikanirudia magonjwa kama yale ya awali. Kuuma tumbo, kushindwa kuongea vizuri, nikana napumua kwa shida. Ndipo nilikuja hapa, baba kaniombea, nikapokea uponyaji. Lakini pia haya sio kwamba nashuhudia ushuhuda wa uongo. Babangu hapa alikuwa mshenga wa ndoa yangu. Oyo mwanajeshi kamanda anashuhudia huyu alikuwa mshenga. Na huyu kamanda anajua kabisa.